Hello guys, natumai mko poa kabisa. Tuongee kuhusu bima. Bima ni mkataba kati ya mtu na kampuni ya bima au kati ya kampuni na kampuni ya bima. Mkataba huu huwa ni mkataba wa kisheria ambao unakulinda wewe au hiyo kampuni ambayo imekata bima ili kuhakikisha kwamba unapopatwa na majanga uweze kufidiwa kukurudisha katika hali yako ya kawaida. Ikiwa na maana kwamba lengo la bima sio kukutajirisha. Lengo la bima ni kukufanya wewe yale majanga uliyoyapata yasiweze kukurudisha nyuma, ila bima itakusaidia wewe kukabiliana na yale majanga. Kwa hiyo itakurudishia hali yako uliokuwa nayo au karibu na pale ulipokuwa. Yaani kwa tuchukulie mfano mdogo kwamba kwa mfano labda umepata ajali, gari yako imetoka mlango. Alafu ukafikiria kwamba kampuni ya bima itakupa gari mpya, lakini kitu kilichoharibika katika gari yako ni mlango peke yake. Kwa hiyo kitakachofanyika ni kuurudisha mlango, kuirejesha gari yako katika ile hali iliyokuwa nayo ili wewe uweze kuendelea na matumizi yako ya kila siku. Kuna bima aina tofauti tofauti ambazo tutaziangalia, lakini pia kuna wasimamizi wa bima kwa sababu na bima ziko nyingi Tanzania, yani makampuni ya bima yako mengi sana Tanzania. Kwa hiyo kunapokuwa kuna wingi wa kitu sehemu, lazima kuwa kuna mamlaka zinazosimamia ili kuhakikisha kwamba mtumiaji haumii. Kwa Tanzania mamlaka inayosimamia makampuni ya bima inaitwa TIRA ambayo ni Tanzania Insurance Regulatory Authority. Hii inahakikisha kwamba makampuni ya bima yanafanya kazi katika misingi ambayo imewekwa na nchi, ikiwa na maana kwamba kampuni haijiamuli tu kwamba sisi tunachangisha kiasi hiki alafu tutafanya hivi. Kuna mwongozo ambao wanatakiwa kufuata, na katika wadau ambao wanashughulika sasa na kutoa hizi bima kuna makundi tofauti tofauti. Kuna kampuni za bima, hizi ndo ambazo wengi tunazifahamu kwa sababu tunaziona labda mtandaoni, tunajua ofisi zao ama tunaona matangazo yao. Hizi kwa mfano kuna Jubilee, kuna Sanlam, kuna ZIC na nyinginezo. Kwa hiyo hawa ni makampuni ya bima. Alafu kuna mawakala wa bima. Mawakala wa bima mara nyingi wanaweza ni benki au wengine. Kwa upande wa benki wanakuwa wanaitwa benki bima. Hawa wanakuwa wameingia mkataba na makampuni ya bima ili kuwafikia wateja wengi zaidi, kwa sababu mara nyingi ofisi za bima unakuta labda zipo mkoani, lakini benki nyingi zipo karibu kila wilaya. Kwa hiyo wanavyokuwa wanafanya kazi na makampuni ya bima wanakuwa wanasaidia kwamba wateja wao waweze kupata bima za aina tofauti tofauti, na hii inakuwa ni rahisi kwa mteja kwa sababu mteja anaenda benki labda kwa ajili ya kuweka hela, kutoa hela, lakini pia anaweza akalipia bima yake moja kwa moja. Alafu pia tuna madalali wa bima. Dalali sasa yeye kazi yake ni kiunganishi kati ya mteja na kampuni ya bima, na tofauti kati ya mawakala wa bima na madalali wa bima ni kwamba wakala wa bima anakuwa anafanya kazi kwa niaba ya ile kampuni ya bima, lakini dalali wa bima yeye anakuwa anawaunganisha mteja na kampuni ya bima. Kwa hiyo dalali anafanya kazi karibu na makampuni yote kwa sababu yeye anachofanya, yeye atamsikiliza mteja anahitaji kitu gani, alafu ataingia sokoni kumtafutia kampuni lipi litamfaa. Baada ya hao tayari tumetaja ni watatu, alafu kuna makampuni tena ambayo yanatoa bima kwa makampuni ya bima. Yaani kwamba hii inakuwa sasa ni kampuni kubwa zaidi. Yaani tukisema kwamba labda kampuni ya bima ina mtaji wa milioni 100, sasa hili ni kampuni kubwa linalotoa tena bima kwa makampuni ya bima, basi liwe labda tena bilioni 1. Yaani kwamba linaweza kumcover huyu ikitokea amepatwa na majanga. Kampuni ya bima kupata majanga ni pale ambapo wateja wake wamepata majanga makubwa ambayo yanaweza yakapelekea kampuni ya bima kufilisika. Sasa ili kwamba wasifilisike, wao pia wanakuwa wamekata bima ili kwamba ikitokea kwamba kuna mteja ambaye amepata janga kubwa sana, na wao waweze kuwa covered, yani kurudishwa katika ile hali yao ya kawaida, kwa sababu lengo la bima sio kukutajirisha, ila ni kukurudishia hali yako uliyokuwa nayo mwanzo ili uweze kuendelea na maisha. Alafu tuna
Takaful, makampuni ya Takaful. Makampuni ya Takaful ni yale ambayo yanatoa huduma ambazo zinafuata Islamic sharia, yani inafuata sheria za Kiislamu. Kuna yale mambo kama riba ambayo katika Uislamu hayaruhusiwi, basi kampuni hizi zinakuwa zinafuata hayo mambo. Kwa hiyo kuna makampuni pia ambayo yanatoa bima ambazo zinafuata hizi sheria za Kiislamu ili kuwezesha kila mtu kupata bima, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa hawawezi kukata bima kwa kuchukulia kwamba makampuni ya bima yanavyokusanya zile pesa kutoka kwa wateja yanaenda kuziwekeza sehemu ambako kunatoa riba, kwa hiyo kwao inakuwa ni haramu. Tutaangalia siku nyingine kuona jinsi gani haya makampuni hasa yanavyofanya kazi. Na jinsi bima inavyofanya kazi ni kwamba wewe baada ya kuwa umechagua kampuni yako ya bima ambayo unataka uwe nayo, utapewa maelekezo, yani mtakubaliana kwamba ni kwa namna gani unatakiwa ulipe, na ukishafanya malipo, yale malipo yanaitwa ni premium, ambacho ni kiasi unachotakiwa kulipa. Inaweza ikawa ni kwa mwezi au kwa mwaka, na baada ya pale mtasaini mkataba. Baada ya ule mkataba kuwa umesainiwa, na mkataba unasainiwa baada ya kuona kwamba wote mmekubaliana na vitu ambavyo vilikuwa, yani vitu vinavyotolewa na mkataba. Kwa baada ya pale wewe utaendelea na maisha yako, na mwisho utakuja kuomba fidia kama utakuwa umepatwa na tatizo ambalo lilikuwa ndani ya mkataba. Kwa hiyo kitu cha muhimu cha kufanya unachotakiwa ni kwamba unapotaka kuweka mkataba na kampuni ya bima au tunasema kukata bima, hakikisha kwamba umesoma vile vigezo na masharti, kwa sababu watu wengi huwa wanakuja kulalamika mwishoni baada ya tukio kutokea, kwa sababu hawakuwa wamesoma kwa makini vitu ambavyo vilikuwa vinatolewa na bima hiyo. Kwa mfano, bima inaweza ikawa imesema kwamba labda unapolipa shilingi labda 200,000, ukipatwa na tatizo labda sisi tutakava 90% au tutakava 80%, lakini mtu yeye anakuwa anajua kwamba nikipata tatizo bima itanilipia kila kitu. Kwa hiyo hakikisha kwamba unasoma mkataba wako ili uwe unajua ni kitu gani hasa unakifanya. Na bima zinazotolewa ziko za aina tofauti tofauti. Kuna bima za moto, kuna bima za vyombo vya moto, kuna bima za kilimo, kuna bima za afya ambayo ndio iko common sana, bima za afya na bima za vyombo vya moto, lakini pia kuna bima za majanga, na pia kuna bima za maisha. Na hapa tutaanza kwa kujadili ama kupeana uelewa zaidi kuhusiana na bima ya maisha, namna gani inavyofanya kazi na namna gani inaweza ikakusaidia wewe Mtanzania mwenzangu, ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri na unaweza kutimiza malengo yako. Usiondoke.